فكيف أنساك يا من لست تنساني. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى يا سيد العقلاء ويا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم ورسول السند العظيم سيدنا محمد صادق الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، ndugu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala, vile vile kumtakia rehma na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, kwanza nachukua fursa hii kusema kuwa mimi si mjuzi au naelewa sana masala ya makamu kama haya, bali kawaida ya mchezaji, hata awe ni mchezaji wa mpira, akiwa ndani ya uwanja huona lile analofanya ni la sawa, lakini wako watu nje, wale mashabiki wanaoshangilia, wakamtizama wakimwangalia wapi anafanya makosa ili wamrekebishe. Kwa hivyo kusimama hapa haimaanishi niko sawa katika kile jambo, na maana ya maneno haya hasa ni pale ambapo Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz alipokuwa ametawazwa kama Khalifatu Sadis, alisimama akachukua fursa ambayo kwamba amepewa ya kuwa alitawazwa kuwa khalifa wa 6 wa Waislamu. Hakujipiga kifua akajiona yeye labda ndio bora kuliko wengine, la, bali alisema baada ya himdi yake, laqad usidat ilayya hadha al-amr, hakika mimi nimetawalishwa kwa hili jambo, uongozi nimepewa. Biduni ridha minni, basi nakuwa kwamba mimi nimeridhia, wa bighairi mashuratin min almuslimin, na basi na kushauriwa Waislamu, mimi nimetawazwa. Basi munaponiona mimi nimekosea katika uongozi wangu,
mko na fursa ya kuniambia, ewe khalifa, hili unalofanya sio la sawa. Huyo ni Saidina Umar ibn Abdul Aziz. Alilolitanguliza akachukua washauri 10 ambao kwamba ni watu wenye ilmu zao, wanazuoni, kisha akachukua mmoja akamfanya ni mustasharun khassa, yani yeye ni personal advisor ambaye kwamba alikuwa ni yuko karibu zaidi, akasema yeye atakuwa ni special advisor. Wengine wote katika wale 10 walikuwa ni advisors wake, lakini wakasema ni special advisor, akiitwa Umar ibn Muhajir. Akamwambia, kazi yako wewe ni kufanya hivi. Unaponiona mimi tenda kazi zangu zinaenda makosa, nimedhulumu hapa ama nimefanya hili ambalo si la sawa, basi fakhudh bitalabibi thawbi, njoo nishike mashati, wakul, na useme ittaqillaha ya Umar fa innaka ghadan satamut. Nishike mashati na uniambie, ewe Amirul Mu'minin, mche Mola wako kwa sababu wewe kesho utakufa. Na naam, akawa ni mwenye kufanya mambo kama yale. Kwa hivyo hata mimi kwamba nimesimama hapa sio kwamba niko sawa, ndugu zangu. Mada ambayo kwamba nimechagua kwa siku ya leo ni mada ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa akisisitiza sana, akikokoteza sana, kwa sababu ni jambo ambalo kwamba mwanadamu anapokuwa katika sakaratul maut huwa ni jambo ambalo kwamba ni mwenye kulitaja, ni mwenye kulikumbuka jambo kama hilo, na si jambo lingine isipokuwa ni kutoa. Na tunavyoambiwa ni kwamba ma nakasa malu min sadaqa, hakuna siku mtu anafilisika kwa sababu ya kutoa sadaka. Hakuna kabisa kwamba labda unapotoa ndio inapungua, la. Kwa sababu ukitoa, Mwenyezi Mungu asema fa huwa yukhlifu wama tunfiqu min shay'in fa huwa yukhlifu, yeye ni mwenye kulipa badali yake. Kwa hiyo tusihurike, maana shetani unapotaka kutoa na yeye yaidukumul faqra, nakwambia utafilisika wewe. Kama ni kufilisika, angeanza kufilisika Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan ameenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia, ya Rasulullah, nipe ngamia na mimi. Ametoka mtaani kwao 0 katika wale ambao kwamba ni maskini hohe hai, hawana namna yoyote. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, chukua 100, ngamia 100. Thamani ya ngamia kama ndugu zetu wanavyojua, wanaowafuga wanaijua wao. Basi Mtume alimwambia chukua ngamia 100. Akamwambia, na siko peke yangu, niko na ami yangu. Ambia chukua tena 100. Wamefika 200. Niko na mwanangu, akamwambia chukua tena 100. 300 naqa, ngamia 300. Akaondoka nao, akifika kijijini kwao amekuwa ndio tajiri wa ile sehemu. From 0
to 100% of wealth, akawa ndo katika matajiri wakubwa. Ngamia 300 wanamiliki. Watu wakamkusanyikia, delegation ya watu ikamfuata. Umepata wapi utajiri huu wewe? Akamwambia idhhabu ila Muhammad, hakuna mahali kwingine nimepata, nendeni kwa Muhammad huko. Innahu yuti ataa man la yakhsha al-faqr, hakika yeye Muhammad kutoa ambako kwamba haofii kama anaweza kufukarika siku moja, anatoa tu yeye. Wa amma bi ni'mati rabbika fahdith, neema ya Mola wako ukiipata itangaze. Na kutoa kuna kwa tofauti, kuna kutoa kwa siri, kuna kutoa kwa dhahiri, yote ni sawa, hakuna iliyokatazwa. In tubdu sadaqati fa ni'ma hi, mukitoa sadaka zenu kwa wazi ni neema hiyo, Mwenyezi Mungu anapenda. Wa in tukhfuha, lakini pia mtakapokuwa mumezificha sadaka zenu hizo, watutuha alfuqara, mkawapatia wale mafakiri, Mwenyezi Mungu asema kuna mema ambapo kwamba anawaandalia, mna thawabu nyingi kabisa. Kwa hivyo zote Mwenyezi Mungu amesema kwamba anazikubali. Ndio pale mtumi akituambia kwamba inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, yuhibbu an yara, hupenda kuona athara ni'matihi ala abdi, kuona athari ya neema zake Mwenyezi Mungu alizompa mja wake, akaziona vile zinavyofanya kazi. Na watu walikuwa wakishindana katika mambo ya khairat, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, watu wanashindana katika mambo ya khair. Usione umepewa neema ya utajiri ndio mwanzo ukasema wacha nimpate ambaye kwamba ni mnyonge, ni mdhulumu. Najua yule ni mwanamke na yeye hana kitu, kwa sababu ya utajiri wangu wacha nitumie pesa yangu kumdhulumu yeye. Unaenda kufanya mambo ambayo kwamba si mazuri ya anasa, sio jambo ambalo kwamba ni zuri la kupendeza. Halipendezi jambo kama hili, si jambo zuri. Zile neema tuzitumie kwa uzuri. Idha kunta dha ni'matin faraha, unapokuwa ni mtu umepewa neema na Mwenyezi Mungu, basi unaambiwa ichunge neema ile. Fa innal maasi, kwa sababu kule kumwasi Mwenyezi Mungu kwa kupitia neema hizo alizokupa, tuzilu ni'am, huondoa zile neema. Wadawim fi shukri lilahi fa innal ilaha sari'un niqam, na hudumu katika kushukuru neema za Mwenyezi Mungu hizo alizokupa, kwa sababu utakapokuwa umekosa kuzishukuru neema zake Mwenyezi Mungu, sari'un niqam, yeye ni mrahisi wa kukupatia adhabu. Kuna watu husema mimi nikipata nitatoa. Hakuna kitu chako ambacho utasema hiki ni changu katika mali ulionayo. Ndugu zangu, Imam Muslim katika hadithi aliyopokea asema, yaqulu ibn Adam, anasema mwanadamu, mali mali mali, anakaa akisema mali yangu mali yangu mali yangu. Wa halaka min mali, je, wewe upo na mali? Illa, isipokuwa mali hiyo unaosema wewe, ikiwa ni yako kweli, basi iko katika njia tatu. Mwanadamu anaposema mali yangu mali yangu, mali yake iko katika njia tatu. Maakala fa afna, ni yale mali ambayo kwamba amekula akamaliza, hicho ndio kilikuwa chako. Walabisa fa abla, akawa ni mwenye kuvaa kanzu nzuri, shati nzuri, suruali nzuri, kofia nzuri, kisha fa abla, ikachanika ikawa haiwezi tumika tena. Au ma tasaddaqa, njia ya tatu,
au kile ambacho kwamba tasaddaqa au anfaka, ametoa kama sadaka, kisha fahuwa inda Allah, basi hicho kiko kwa Mwenyezi Mungu, amewekewa. Kwa sababu Mwenyezi Mungu asema la yudhi'u amala amil, hapotezi faili ya mtu yoyote mwenye kufanya mambo mema Mwenyezi Mungu, bali anaihifadhi. Ende akamuonyesha siku ya Kiyama mema yake ni haya, hakuna venye utafanya ikapotea. Walitoka kina mama siku hiyo akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia Rasulullah, basi wanaume wamepewa kheri nyingi sana, kila mahali wanatajwa wao, sisi tuko wapi? Mtume akamwambia, mnaona kama pengine amali zenu mnafanya, lakini hakuna mahali zinaandikwa. Mwenyezi Mungu akateremsha aya sema, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin au untha ba'dukum min ba'd. Asema Mwenyezi Mungu pale pale akatoa jawabu ya swali aliloulizwa Mtume, anni, kwamba mimi, waambie Muhammad hao, la udhi'u amala amilin minkum, mimi sipotezi faili ya mtu yoyote mwenye kufanya mambo yake yakiwa ni mema, mimi sipotezi lolote utakalolifanya. Ikiwa ni jema utaandikiwa, na ikiwa ni ovu vile vile utaandikiwa. Kwa hivyo mnaposema kwamba mnafanya ya kheri na hamjaambiwa kwamba ni mahali yamewekwa yenu, wanaambiwa tu wanaume, basi la udhi'u amala amil minkum, kisha Mwenyezi Mungu akasema min dhakarin au untha, awe mwanamke au mwanamume, mimi malipo nitampa tu. Lakini sisi tujiulize, ndugu zangu, haya tunaofundishwa na Uislamu ndio tunayoyafanya au kutoa? Si tunaona ukitoa kitapotea. Basi asubuhi unaambiwa kila siku ya alfajiri malaika wawili wanashuka, mmoja anasema Allahumma ati munfiqan khalafa, ewe Mola mpe mwenye kutoa badali, na mwingine yule wa pili katika wale malaika wawili anasema Allahumma ati mumsikan talafa, yule mwenye kuzuia Mwenyezi Mungu ambaye umempa neema zako na hataki kumsaidia mnyonge, basi mpe intalafa, yani kwamba kipotee hata kile alicho nacho. Sadaka inasaidia mahali pakubwa sana kwa mwanadamu. Ni sisi wenyewe imani zetu zinakuwa chache, na shetani yuko hapo anakwambia wewe utapoteza, kisha anakupatia na mfano kabisa, anakwambia unaona mtu fulani alikuwa nayo, yalienda wapi? Jiulize aliyafanyia nini mpaka yakaisha mali yako. Mwenyezi Mungu ameahidi kwamba atakupa, wewe utoe na ipotee. Hayo si ukweli, si ukweli. Kazi ya shetani, inama yadu hizbahu liyakunu min ashabi sayr. Hiyo ni kazi ya shetani, anapenda kila siku apate kipote cha watu ambao kwamba wataingia nao moto, waliaudhu billahi min dhalik. Kwa hivyo ndugu zanguni, kutoa kuna fursa kubwa katika maisha yetu. Maana kasamalu min sadaqa, hakuna anayepungukiwa kwa sababu ya kutoa sadaka. Angalia sisi tunapopata mali, unapopata mali sasa unasema hii ndio fursa ya kuzidi, ndio fursa ya kufanya mambo ambayo kwamba hayana maana. Wewe ndio utapatikana baa, wewe ndio utapatikana kwa kina Karidhi na kina nani. Hayo ndio mambo. Ulipokuwa huna ulikuwa ukilia, oh sina. Mungu amekupa. Ndugu zanguni, tunaambiwa hayo mali tulioruzukiwa sisi au tunaoruzukiwa sisi, wa fi amwalihim haqqun ma'lum, katika hizo mali tulizowapa hao wanadamu, Mwenyezi Mungu asema haqqun ma'lum, kuna haki maalumu unafaa kutoa, kuitenga ukaitoa. Lisaili, wanaopewa ni wale wenye kuomba hiyo mali. Anapokuja mtu akwambia nisaidie na hiki, msaidie. Wal mahrum, na yule ambaye kwamba hana kabisa,
kama mjane. Ndio huyu mahrum, yamaanisha mjane, ameachwa mjane, hana la kufanya, ndio almahrum. Kwa hivyo mwenye kuomba, wa amma saila fala tanhar, anayekuomba usimnyime. Sahaba mmoja alikwenda kwa Mtume akalala katika kibaraza, yani nje ya nyumba ya Mtume. Mtume SAW akawa amelala, akapambukiwa asubuhi, anamuona sahaba yule akiitwa Rabia ibn Ka'b. Akamwambia, malaka ya Rabia, una nini ewe Rabia? Lima asbahta huna, mbona umepambukiwa hapa? Akamwambia, mimi nimepambukiwa hapa sababu nilikuwa nadhania kwamba utakuwa pengine usiku una haja, mgonjwa, niwe naweza kukuhudumikia ya Rasulullah. Una haja yoyote, wataka kunituma wapi ni wapi, niwe tayari kukutumikia ewe Rasulullah. Sallu ala nabi. Basi Mtume akampa yule Rabia ibn Ka'b fursa dhahabia, golden chance, na wazungu wanasema opportunity never comes twice, nafasi haiji mara mbili. Alipoambiwa sal, omba ewe Rabia kile unachotaka, mimi nitakuombea Mwenyezi Mungu utapata, akamwambia, mimi sina mengi ya Rasulullah, jambo moja tu, as'aluka murafaqataka fil janna, mimi napenda kuwa na wewe huko peponi. Na Mtume asema ukiwa unampenda mtu basi almar'u ma man ahabba. Jibu la Mtume hilo, mtu wa pamoja na anayempenda, ikawa ni ishara tosha, atakuwa na Mtume peponi. Almar'u ma man ahabba. Lakini akamwambia, nakupa kazi, fa'aini bikathrati sujud, fanya wingi kufanya nini? Wa kusujudu, yani swali, simamisha swala vilivyo, kuwa mwingi wa swala za faradhi na za sunna. Watakallubaka fi sajidi, iwe saa yote moyo wako ni pamoja na wale wenye kusujudu. Muallaqun bil masajid, ndio akaambiwa Mtume, waabud rabbaka hata yatiyaka. Kutoa, ndugu zanguni, tukirudi katika mada yetu, kuna mambo makubwa. Alitoka sahaba mwingine alipoona huyu mwenzake amepewa fursa dhahabia, aomba mambo na peponi, akasema, la ya Rasulullah, mimi hiyo chance uliompatia huyu Rabia naomba unipe mimi pia. Akamwambia, qalilun tuaddi shukrahu khairun min kathirin la tuaddi shukra, kile kichache Mwenyezi Mungu alichokuruzuku ni bora kuliko kingi ambacho kwamba kitakuhuri wewe ukawa utapoteza dira na uwe utafanya mambo ambayo kwamba yatamuudhi Mwenyezi Mungu, na siku ya Kiyama kuna hisabu, utakwenda kuulizwa an malihi, kutokana na mali yake mwanadamu ataulizwa, fima anfaqahu, ameitoa vipi, umeitumia vipi mali yako aliyokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi namna kama hiyo, ndugu zangu, Thalaba alikuwa ni hamamatul masjid kama laqab aliyopewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa ni mwenye kumwambia Rasulullah, mimi nakwambia usiwe na wasiwasi. Ameambiwa kichache ni bora ukikishukuru kuliko pewe kingi. Asema nipe, wewe muombe Mungu anipe, udullah ayughniyani bima sha'a min fadli, la in atani Allahu min fadlihi la asaddaqanna, lau atanipa huyo Mola ukamuomba na akanipa, basi mimi nakuhakikishia mimi nitatoa, wala akunanna min as-salihin, na nitakuwa katika front line, front bench ya wale wenye kutoa, maana atakuwa amenipa. Akasahau neno insha Allah, wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghada illa an yasha Allahu rabbul alamin. Akasahau kabisa. Alipopewa Mtume SAW, alipomwambia mara tatu, ameona amesisitiza, akanyanyua mikono yake asema, Allahumma aghni Thalaba bima shita, Mwenyezi Mungu mpe huyu Thalaba kwa namna unavyotaka. Mara tatu Mtume akarejelea dua hiyo, naye akapewa, akawa na ngamia, mbuzi, ng'ombe,
mpaka laqat alayhi al-ardh, mpaka ardhi ikawa ni dhiki kwake yeye, akaondoka pale Thalaba. Tangu alipopewa laqab ya kuwa yeye ni hamamatul masjid, na laqab hiyo nickname aliyopewa na Mtume kwamba ni hamamatul masjid, ni kwa sababu maadhana muadhinun illa wa huwa fil masjid, hakuna siku ilimdiriki adhana yoyote ya swala isipokuwa yeye ilimdiriki akiwa yuko msikitini. Akiadhini mwenye kuadhini, yeye huwa tayari kwa msikitini. Ndio Mtume akamuita hamamatul masjid. Lakini angalia mali iliyomshughulisha, fakana almalu yushghiluhu shay'an fa shay'an, mali ikawa inamshughulisha langsa pole pole, ikawa inamteka akili yake mpaka akisikia salatu khairu minan nawm, swala ni bora kuliko usingizi, anasema usingizi ni bora kuliko swala. Naona mali inavyofanya, akawa yeye yoswali, tangu anaswali mahali panaonekana katika front line hii, akawa anakuja nyuma ya pila ya msikiti pale, hataki Mtume amuone kwa sababu amechelewa kuswali. Haya, tangu yaja kuchelewa mpaka akawa azirusha swali. Wakati watu wanaswali, yeye anakama maziwa ya ng'ombe wake namna kama hiyo, mpaka akaondoka siku hiyo, akasema mimi wacha niondoke nende mahali mbali, maana kila akionekana ngamia, ngamia yule ni wa Thalaba, yule mbuzi yule ni wa Thalaba, yule ng'ombe yule ni wa Thalaba. Laqat alayhi al-ardh. Alipoenda kijijini huko Badi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoona mali yamekuwa sawa sasa kwa Thalaba, akateremsha aya akasema, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim, chukua ewe Muhammad kutoka kwa hao tuliowapatia neema ya mali, sadaka, fungu ambalo utachukua. Wenzetu waita fungu la 10. Chukua fungu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, uwape wale wanyonge, na wewe ndio utakayezidi kubarikiwa. La yanala Allah luhumuha wala dima'u, Mwenyezi Mungu hataki nyama kwamba uchinje utampa yeye, la. Mwenyezi Mungu yeye yabsutu rizqa, yeye ndio mtoaji riziki, na dhamana ya riziki Mwenyezi Mungu ameileta katika nini? Katika swala. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka, sema amrisha watu wako kwa ajili ya swala, kisha usubiri ndani yake, mimi nitafanya nini? Nitakupa riziki, sitakutaka wewe riziki. Namna kama hii, kwa sababu mambiwa yoyote mwenye kufanya, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu, ukifanya hayo ya mema ambapo kwamba ni mambo mema, basi Mwenyezi Mungu asema falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, tutampa maisha mazuri, wala naziyannahum bi ahsani ma kanu. Ndugu zangu, akakataa huyo Thalaba kutoa fungu alipopelekewa watu. Tukimalizia kwa sababu ya muda, tusiwe tunatawilisha, basi alipofuatwa kutoa fungu, Thalaba alisema qulu li sahibikum, neneni mkamwambie huyo sahibu yenu. Mmoja katika wale hakungojea amalize yale maneno, Thalaba akamwambia ataqulu li sahibikum, watuambia sisi tukamwambie sahibu yetu, afala tarahu laka sahiba, hivi hajawahi kuwa kwamba ni sahibu yako Mtume mpaka amekuwa ni sahibu yetu sasa kwa sababu umeruzukiwa mali? Innani la atasaddaq, asema mimi siwezi kutoa sadaka. Innama sadaqatu mithlu aljizya, mimi nikitoa sadaka ni kama ambayo kwamba nimefanya nini? Nimelipa kodi, ni kama umenitoza ushuru. Mwenyezi Mungu atujalie kwa machache min alladhina istama'una qawla fattabi'una sana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.